uko hivyo ulivyo kwa sababu kipawa ulichokibeba kimekosa uvuvio wa Roho Mtakatifu. Sema tena amina. Unaweza kuwa kiongozi kanisani. Nimesema unaweza kuwa. Shetani haogopi uchungaji, haogopi uimbaji. Shetani atakuburuza na cheo nacho. Shetani anaogopa ufalme ndani ya mtu. Sema tena amina. Aliwapa wanadamu vipawa, lakini Misali sema kila kigeukapo ufanikiwa. Kwa nini sasa tufanikiwe? Maana kinazuiwa kugeuka. Sema tena amina. Unajaribu kukigeuza, anakizuia kisigeuke. Una kipawa kizuri, sikiza, kipawa kinaleta kibali. Kinaweza kukutanisha na wako. Kipawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema Mungu tusaidie. Mimi na ushuhuda kwenye usajili. Sisi watu wa Dodoma walitutetea wao cheti. Yaani serikali ilitutetea sisi. Kuna wenzetu wanasema wana miaka 10 na kitu hawajaipata. Sisi tumeshughulikia ni miaka 2 au 3. Sema tena. Nakumbuka siku ambayo tulikuwa tunafanya nini? Kama tukutana mtu anauliza, "Je, vipi? Mmesajika hizo basi?" Tunaanza nini? Anza hapa, anza. Ndio tulikuwa tunaenda hivi. Kipawa kinakukutanisha na watu sahihi. Sema tena nini? Naambia kama mwanangu, usijirahisishe. Yaani usijirahisishe. Kwa kama ni utumishi wako wa shida. Sema tena amina. Tupo hivi. Panga standard ya kwa Mungu anatupa kipawa kama sawa. Lakini sisi ndio tunaamua tu. Yaani standard wa kipawa ni wewe. Sawa. Yaani Mungu akitaka uwe ovyo utakuwa ovyo. Apiti. Ukitaka standard itajifunua kwa standard wewe ndio unataka. Amekupa. Sema tena amina. Sema tena amina. Punga kwa wako. Sema Mungu tusaidie. Sema tena Mungu tusaidie. Sikiliza. Tunaweza kuleta mlipuko na uvuvio wa kanisa la Bwana likarudi kwenye standard ambayo Mungu alikuwa ameweka. Sema tena amina. Sema tena amina. Sema muulize kipawa chako kiko sawa au kinagoma kugeuka? Ndio maana sema tuko hapa. Haya, angalia vipawa vilivyofungwa. Kitabu cha Danieli 1 mstari wa kwanza. Danieli 1 mstari wa kwanza. Tuone vipawa vikifungwa kitu gani kinatokea. Danieli 1:1. Danieli 1 mstari wa kwanza nasoma. Katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadneza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu. Mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu. Akauhusu kwa Kiswahili kingine. Akauteka Yerusalemu kwa mateka. Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu. Pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu. Tunapoongea vyombo vya nyumba ya Mungu, tunaongea vipawa. Sema tena amina. Jana nilikupa mfano wa kufuri. Sema tena amina. Kufuri yote inaweza kuitwa Solex. Ukanunua ya saizi, lakini ukichukua funguo ya huku ukafungulia kufuri la huku haiwezekani. Sema tena amina. Kipawa chako hakifanani na mtu yeyote. Sema tena amina. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanya hicho kipawa. Sasa kipawa kile wakavihusu, wakachukua baadhi ya vyombo vya Bwana. Sema tena amina. Unaweza ukamtumikia Mungu ni kweli, lakini kipawa kimefungwa.
Sema tena amina. Sema tena amina. Kipawa kikifungwa, maana hata kama unamtumikia Mungu, utaona matokeo. Hakuna matokeo yatatokea. Tumishi, kipawa kimefungwa. Mtu anakuja anaombewa, anapona kwenye madhabahu yako. Ila kwa sababu na anatoa shuhuda kwa Bwana Yesu asifiwe, nashukuru Mungu ameniponya. Sasa umepona wapi? Umefungwa bado. Akachukua baadhi ya vyombo vya Mungu akampeleka kwa Mungu wake, maana kwenye ufalme wa giza vipawa vingi kwenye nyumba ya Mungu vimeondolewa kwenye nyumba ya Mungu, vimepelekwa kwenye. Ndio maana sisi kanisa limeanza kubadilishwa mifumo. Kwa nini? Anasema msifuatishe namna ya dunia hii, lakini leo kanisa linafuatisha namna ya dunia. Leo watumishi tunatafuta namna ya dunia. Mmoja kama nipigia simu sana, mtumishi Bwana asifiwe, amen. Nimechacha sana, sina hela, huwezi kuniandalia sema. Kama vile kwa mimi naduka na watu kama wanakuja kuchukua hela. Kama semina ni biashara. Yaani apate hela kupitia semina ya Mungu. Usiombe mali kuhubiri kwa sababu naye. Yaani watu kama umefeli na uje kuinuka. Nilokaje jana kwa watumishi kuhusu sadaka. Usifurahi kwa sadaka. Sadaka zinaleta maskini kama umepewa maelekezo. Wewe kila sadaka ni kula tu. Fala katika kimoto. Sawa baba. Na wanaanza kuelezea nini? Sawa baba. Na nini? Na mkuu wa ndizi. Hizo sadaka zimembilisu. Muulizeni namba. Kuna sadaka zingine ziweke kwa Mungu. Sema tena amina. Mchungaji yote maskini anapenda sadaka. Mimi siwezi kualikwa eti sina hela. Mimi nakataa ni aliko kwa sababu Mungu hajaniruhusu kwenda kuhubiri. Sema tena amina. Siwezi kuhubiri si alikuwa ovyo. Mungu akinikataza siendi. Siku moja kuna mtu fulani nitafuta sana. Ni mtu mwenye kanisa la watu viongozi wa serikali wako. Na nikienda kuhubiri niambiwa na nikihubiri siku 4 natoka na milioni siku 4. Nimeenda na gari nitapewa 50,000 za nauli. Sema tena amina. Sasa nikasema anadharau mimi sikuitwa na kwenye hela. Sihubiri tena. Alijaribu kuja na hapo. Nikamwambia nitoa hiyo. Nikaa tu ofisini. Mwambie hayupo. Alipiga simu sikupokea. Kwa hiyo nilikuwa natamani leo nasema asante Yesu kwa kuwa utauza kipawa kwa hela. Sema tena amina. Samani ya kipawa nilicho nacho hata ungenipa milioni ya hela hatuwezi kufikia kipawa nilicho nacho. Sema tena amina. Hakuna fedha inaweza kunibabaisha kile nilichokibeba. Nisa kujitoa hata mhubiri tukimwalika ukimpa bahasha kumlipi. Gharama kumlipa uwezi. Sema tena amina. Sema tena amina.